Bwana Yesu asifiwe. Nataka nichukue fursa hii mara nyingine tena katika jina la Yesu Kristo nikukaribishe katika YouTube channel yangu. Ya pili, nataka nimshukuru Bwana kwa kibali na neema aliyonipa ili mimi na wewe tujifunze neno la Bwana. Haimaanishi kwamba mimi ni bora kuliko wewe, haimaanishi hayo. Haimaanishi ya kwamba mimi nafahamu kuliko wewe, lakini Roho Mtakatifu wa Bwana, yeye aliyetuokoa, yeye aliyetuunganisha pamoja, yeye anayefanya kazi ndani ya mioyoni mwetu, yeye anafahamu bora na vyema kutuliko sisi sote. Ni yeye ndio mwalimu wetu, na ndio kwa maana nazidi kunyenyekea chini ya uwepo wake. Namulilia kila siku azidi kunitakasa, azidi kunisamea dhambi. Naomba niongoze, naomba nitie nguvu, naomba nipe hekima, naomba nipe maarifa, ili mimi na wewe tujifunze pamoja. Na aliko uwepo wa Roho Mtakatifu wa Bwana, Biblia inasema ya kwamba aliyekaa ndani ya mioyoni mwetu, yeye ni mkuu kuliko anayetawala hii dunia. Nakabidhi vyote katika mkononi mwake, nakabidhi ile mafunzo yetu ya leo katika mkononi mwake. Naomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nataka tujifunze kuhusu utakatifu, kwa maana sisi ni Wakristo. Mimi ni Mkristo, wewe ni Mkristo. Ni lazima tuishi maisha takatifu, na ndio kwa maana leo hii nataka tujikumbushe, na naomba Mungu, naomba neema na kibali kutoka kwa Roho Mtakatifu atufunze. Na fungua na mimi katika kitabu cha Waefeso. Waefeso ni kitabu ile sisi sote tunajua 1:4. Nataka tujikumbushe pale. Biblia inasema kama vile alivyotuchagua katika yeye, nani? Yesu Kristo, kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Ngoja tu kidogo nikusomee kitabu cha Yeremia. Usikize yale Mungu anasema na mtumishi wake Yeremia. Pale ni maandiko sisi sote tunajua. Wewe unaifahamu, mimi naifahamu. Biblia inasema hiyo ni Yeremia 1:5. Biblia inasema before I formed you in the womb I knew you. Mungu anaambia Yeremia kwamba hata kabla hajaumbika ndani ya tumbo, kama Mungu bado hajamuumba ndani ya tumbo, Mungu tayari alikuwa amemjua katika upeo wa kiroho. Ngoja, before you were born I sanctify you. Kabla hajazaliwa, akiwa kwa tumbo la mamake, tayari Mungu alimuita mtakatifu. Biblia inasema I ordain you a prophet to the nation. Alimchagua akiwa ndani ya tumbo la mamake ya kwamba yeye atakuwa mtumishi wake. Na hayo ndio Paulo anatufunza hapa. Anasema kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu. Msingi ya ulimwengu ijawekwa, ya hii dunia. Adamu na Hawa bado hawajaumbwa. Lakini katika upeo wa kiroho, mimi na wewe tayari tulishateuliwa na Mwenyezi Mungu kwa jina la Yesu Kristo, ili tuishi maisha takatifu. Mpendwa, ili mimi na wewe tuishi maisha takatifu. Angalia, Biblia inasema watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Watu hawana makosa, hakuna lawama mbele za Mwenyezi Mungu. Biblia inasema katika pendo. Na hiyo pendo ni ya nani? Ni pendo ya baina ya Mungu Baba na Mungu Mwana, baina Roho Mtakatifu na Mungu Mwana na Mungu Baba. Hawa watatu walipendana hata kabla msingi wa dunia kuwekwa, na kwa ajili ya hiyo upendo wakaumba dunia, wakaumba binadamu. Na kwa ajili ya hiyo upendo, wakati binadamu waligairi sauti ya Mwenyezi Mungu, wakaamua ya kwamba watume Mungu Mwana akuje atuokoe katika hali ya dhambi. Wakati Mungu Mwana anaenda, Mungu Mwana akatutumia Roho Mtakatifu wa Bwana. Na hayo yote yanatendeka kwa sababu gani? Kwa sababu ya upendo.
mpendwa. Lakini leo hii hatutaki kuishi maisha takatifu. Leo hii wapendwa, hatutaki kuishi maisha takatifu. Watu wanatembea katika kanisa hili, kanisa hile. Watu wanasafiri kutoka mbali, wakienda mbali. Kwa ajili gani? Wanatafuta watumishi wa Mungu walio na mavipawa, wenye nguvu. Lakini sisi hatutaki kukua katika ile neema ya wokovu, wapendwa, ili tuwe watakatifu mbele za Mwenyezi Mungu. Hatutaki hiyo. Nataka tujifunze polepole jinsi vile Roho Mtakatifu wa Bwana anatuongoza ili tuelewe. Fungua na mimi katika kitabu cha Petero ya kwanza. Petero ya kwanza 1:15-16. Nataka usikize yale mtumishi wa Mungu anasema pale. Anasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Angalia, anasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Mungu ule aliyetuita, ule aliyetuchagua akatuita, yeye ni mtakatifu. Petro anasema, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mienendo wenu wote. Kwa tabia, mahali popote tunaenda tunamtukuza jina la Yesu Kristo. Utakatifu wetu inaonekana. Utofauti jinsi vile tunafanya kazi inaonekana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya neema na kibali cha Mungu inayofanya kazi ndani ya mioyoni mwetu. Ndio kwa maana maandiko yanasema ya kwamba tutakuwa watakatifu katika mienendo yetu yote. Alafu ukisoma pale 16 anasema, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa ajili Mungu ni mtakatifu, hata sisi sasa tutakuwa watakatifu. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Mtoto ya binadamu ni binadamu. Huwezi chukua mtoto ya binadamu na uende utupe baharini, ataishi kwa maji. Haizi ishi, takufa. Huwezi chukua mtoto ya nyoka na useme atipae angani. Haiwezi hapa angani. Sio mtoto ya mwewe. Mwewe ndiye anapaa angani, sio mtoto ya nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata sisi iko mahali sasa hatuwezi ingia. Iko mienendo hatuwezi nenda. Iko maisha hatuwezi ishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi ni watu watakatifu. Iko vitu mpaka sasa kwa ajili hatuachi. Angalia. Hauachi usherati kwa sababu ya bibi. Unaacha kwa ajili ya Mungu. Hauachi dhambi kwa sababu, yani kila jambo ile unatenda, ile unakataa ya kwamba haya ni mbaya. Ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Wakati uko mahali labda unaona ya kwamba iko pesa ya uwizi na iko pale na watu wanataka muganya ile pesa ya uwizi, haukatai pesa kwa sababu hautaki pesa. Unataka pesa lakini unakataa kwa ajili ya Yesu Kristo. Amen. Angalia, ukifika pale Petero 2:9, nataka usikize yale mtumishi wa Mungu anafunza. Pale 2:9 anasema, bali ninyi ni mzao mteule. Wacha tusome kwa Kizungu kidogo tu, kwa Kizungu usikize yale mtumishi wa Mungu anasema. Anasema mzao mteule. Ngoja nifungue hiyo kitabu Petero 2:9. But you are a chosen generation. We have been chosen by God. Mungu ametuchagua mpendwa, ili sisi tuishi maisha takatifu. Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, Mungu anayeweza vyote, Mungu anayestahili kuabudiwa, Mungu anaye nguvu ya kutenda maajabu katika maishani mwetu, Mungu anayeweza kuniweka katika position ile mimi nikikaa na shangaa hapa nilifika namna gani. Mungu ambaye ako na uwezo. Biblia inasema ya kwamba alituchagua ili tuishi maisha takatifu. Hapa anasema ya kwamba mzao mteule, a chosen generation. Sikiza, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu. Angalia, katika upeo wa kiroho Mungu anaona taifa mbili.
taifa takatifu na taifa iliyo katika giza. Sisi sasa hatuko gizani tena. Hatuko gizani tena wapendwa. Hatuko gizani. Angalia, kwa Kizungu wanasema a holy nation. We are a holy nation. Dunia mzima iko walio katika gizani. Wale bado wako katika dhambini, wanafuata mienendo ya hii dunia. Lakini iko wengine wanaishi maisha sasa tofauti na wale. Hao ndio Biblia inatuita ya kwamba tuko katika nchi yetu sisi tofauti. It's a holy nation. Ni taifa takatifu. Taifa takatifu. No. Watu wa milki ya Mungu. Watu ya milki. Sikiza vile Kizungu inaiweka. Kama wewe unaelewa Kizungu utasikia vile ni tamu. Inasema his own special people. Now we are his special people. The special people ya Mungu. Mungu ametuchagua ya kwamba sisi tuwe, sasa sisi, nyinyi ni watu wangu. And that's why Biblia inatumia neno wana wa Mungu. Anasema sasa nyinyi ni wanangu. Now you belong to me. You belong to God. Mupate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani, mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Wapendwa, ilimpendeza Mungu katika kiti chake cha enzi, ili mimi na wewe tuishi maisha takatifu, ili mimi na wewe tukue tofauti na wengine katika hii dunia. Lakini leo hii watu hawataki hiyo. Watu wanatafuta baraka. Watu wanatembea wakitafuta nguvu. Yaani jinsi vile hawataki Mungu yule anaweza vyote. Wanatafuta jinsi vile wanaweza, yani sijui vile niweke. Yale watu wanatembea katika dunia wakitafuta. Ile wanatafuta mchungaji ule anaweza omba na ombi lake likubalike mbele za Mungu. Na kama iko mchawi anamroganga, huyo mchawi afanyiwe jambo na Mungu. Lakini hao hawatafuti Mungu. Ndakuonyesha process ya kumtafuta Mungu, na ndakuonyesha process ya kuishi maisha takatifu. Twende tu pole pole, jinsi vile Roho Mtakatifu wa Bwana anatuongoza. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni kwamba sisi tuwe watakatifu. Na sio utakatifu tu. Sio utakatifu yote inakubalika. Sababu wewe unaweza kuja katika ufalme wa hii Mungu na utakatifu wako, hiyo utakatifu yako haikubaliki. Mimi nitakuonyesha yale yanakubalika mbele za Mwenyezi Mungu. Soma na mimi kitabu cha Wakorintho. Korintho 3:18. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo toka utukufu kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Tunabadilishwa ili tufanane na uso wa Mwana. Na ni kwa ajili gani mimi nabadilishwa? Kwa sababu utakatifu ile inatakikana ni ya Mwana. Sasa ni lazima nifanane na Mwana. Ni lazima mpendwa, ni lazima mimi nifanane na Mwana. Hiyo ndio utakatifu ile inatakikana. Lakini ni jinsi gani mimi nitafanana na Mwana? Ni jinsi gani? Jiulize ndani ya mioni mwako, ni jinsi gani? Maandiko matakatifu iko clear vile wewe utafanana na Mungu Mwana. Jambo la kwanza, ile mpaka itendeke katika maishani mwako. Nataka tuende pole pole ndio uelewe. Biblia inasema hivi, waraka wa kwanza Yohana 3:2. Biblia inasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Sisi ni wana wa Mungu, wala haijadhirika bado tutakavyokuwa. Hakuna ule anajua vile sisi tutakuwa.
Hakuna. Lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa nani? Mwana Yesu Kristo atakapodhihirishwa, Biblia inasema tutafanana naye. Ni lazima ufanane na mwana, kwa sababu kama hautafanana na mwana, wewe sio wa mwana. Ni lazima wakati Yesu Kristo atashuka ili akuje atuchukue, ni lazima tuwe katika mfano wa mwana. Kwa sababu gani? Nimekufunza ya kwamba utakatifu ile inatakikana ni utakatifu wa mwana. Sasa ni lazima tufanane na mwana. Twende pole pole. Kwa maana tutamuona kama alivyo, tutamuona akishuka ili tuende tumwalike. Biblia imetoa ahadi ya kwamba mwana atarudi tena, Yesu Kristo atarudi tena. Lakini Biblia inatufunza hapa ya kwamba wakati Yohana anasema wakati mwana atarudi, ni lazima wewe ufanane na mwana. Hiyo ndio kwa maana sio kila utakatifu utaenda nao mbele za Mungu. Si ati ya kwamba mimi nilikuanga mzuri, nilikuwa nafanyanga hivi, hapana. Ni utakatifu wa mwana. Angalia. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Kama mwana alivyo mtakatifu. Underline your word, kujitakasa na utakatifu. Ni sababu gani tunamlilia Mungu atusamehe dhambi? Ni sababu gani tunanyenyekea mbele za Bwana? Hii ndio nilikwambia nitakuonyesha process ile tutapata utakatifu. The process ya kwanza ni utakaso, kujitakasa. Kuomba ombi la toba kila wakati, kumlilia Mungu akusamehe dhambi. Mpendo, ndio mimi niweze kufanana na Mungu mwana, ili mimi nizidi kusamewa dhambi. Nikinyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu, ni lazima tuwe wanyenyekevu ili sisi tusamewe dhambi. Mpendo, amen. Kwa sababu nataka tuende pole pole. Labda mtu anaweza jiuliza, ni kwa sababu gani utakatifu ile nakubalika ni ya Mungu mwana? Ni kwa sababu gani? Nataka tujifunze. Tunajifunza kutoka kwa maandiko matakatifu yaliyo katika hii kitabu. Haimaanishi kwamba mimi ni bora ama mimi najua sana, mimi sijui. Naomba tujifunze mimi na wewe pamoja. Kitabu cha Wakorintho wa pili 5:21. Naomba poleni sana, kwa sababu ile Biblia niko nayo hapa karibu leo hii ni ya Kizungu. Naomba mtaniwia radhi. Biblia inasema hivi: For he made him who knew no sin to be sin for us. Ni nani huyo? Ni Mungu alimfanya asiyejua dhambi. Na huyo ni nani aliyefanywa? Ni Yesu Kristo. Angalia, that we might become the righteousness of God in him. Ili sisi tuwe wenye haki mbele za Mwenyezi Mungu. Na ni nani? Nataka tuende pole pole. Biblia inafunza ya kwamba ni Mungu Baba aliyemfanya Yesu Kristo. Maandiko matakatifu inafunza ya kwamba alibeba dhambi zetu, akateswa kwa ajili yetu. Ukisoma kitabu cha Isaya 53. Hizi ni maandiko sisi sote tunajua. Naomba tu kwa jina la Yesu Kristo usichoke na mimi. Tuende tu pole pole ili tukumbushane maandiko matakatifu. Biblia inasema ya kwamba he shall grow up sitaki nianze mbali. Nataka nianze karibu. Tusome 53, tuanze pale 5. Ama 4. Surely he has bore our griefs and carried our sorrows, yet we esteem him stricken, smitten by God and afflicted. Unasikia hiyo? Afflicted by God. But he was wounded for our transgression. Aliadhibiwa kwa ajili ya dhambi zetu. He was bruised for our iniquities. Dhambi zetu. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Tumepona. Kwa damu yake iliyomwagika pale msalabani, tumepata uponyaji wa kiroho mtakatifu. Mpendo, tumepata uponyaji simaanishi uponyaji wa kimwili, na maanisha uponyaji wa kiroho mtakatifu. Sasa mimi
Kwa ajili niliweka imani kwa Yesu Kristo, na Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zangu, nikawa mwenye haki mbele za Mungu Baba. Angalia, na ndio kwa maana ukisoma kitabu cha Warumi 13:14 Biblia inafunza ya kwamba bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Sasa tuvae Yesu Kristo, tuvae Yesu Kristo. Nataka tuende pole kwa sababu nataka tujifunze. Jinsi ya kwanza nimekuambia ya kupata utakatifu ni utakaso. Jinsi ya pili ni ipi? Nataka tufungue na wewe kitabu cha Warumi 12:2. Naomba neema, namlilia Bwana na kibali chake. Wala msifuatanishe namna ya dunia hii. Tusifuatanishe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mind, yale tunafikiria, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Hiyo tu kitabu, the book of Romans kwa Kizungu. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mabadiliko katika mafikirio. Na ni kwa ajili gani mind ni lazima ibadilishwe? Sikiza yale Yesu Kristo anafunza. Yesu Kristo anasema, hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani hupitia tumboni kikatupwa chooni, bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni. Wakati Biblia inataja moyoni, inamaanisha akili. Inasema moyoni, navyo ndivyo yamtiavyo mtu unajisi. Yale mimi nanena kutoka katika ulimini mwangu ndio inamtia mtu unajisi. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uaji, usinzi, usherati, wivi, ushuhuda wa uongo, matukano. Hayo ndio yamtiavyo mtu unajisi. Yale mimi nanena ndio inaonyesha picture ya the person whom I am. Na kwa sababu ya hayo sasa, the transformation, Biblia inasema ya kwamba but be transformed by the renewal. That word transformation ni mpaka itendeke ndani, ule utu wa ndani abadilike, ile roho, ile nafsi ya ndani abadilike, ili mimi nikuwe mtu mtakatifu. Na siwezi badilika na kwa uwezo wangu. Angalia, Biblia inasema wala msifuatanishe namna ya dunia hii, tukatae dunia, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Sawa, tusajua ni sababu gani nia ni lazima ibadilishwe, kwa sababu mawazo yale yanatoka pale ni machafu. Lakini ni jinsi gani, mpendwa, ni jinsi gani hii nia, hii mind itakuja ibadilike? Nataka usikize yale mtumishi wa Mungu Daudi anasema. Daudi anasema hivi, ukisoma kitabu cha Zaburi 119:11, anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutendea dhambi. Amehifadhi, anafikiria neno la Bwana kila wakati. Ameweka neno la Bwana katika mawazo yake. Akitembea anaitafakari neno la Bwana, na ile neno la Bwana inamtakasa mbele za Mungu. The more anawaza kuhusu neno la Bwana na akahifadhi kitu ile, unahifadhi ni kitu ile very dear kwako. Leo hii ukipata dhahabu ama ile tunaitanga diamond, mali unaiweka ni mali unajua ya kwamba iko safe. Na ndio kwa maana wengine wanazichukua wanazipeleka kwa benki, mali anajua ya kwamba haiwezi potea, kwa sababu anaithamini. Na sababu pia mimi nathamini neno la Bwana, naiweka katika mawazoni mwangu, katika mafikirio yangu. Nafikiria kuhusu neno la Bwana nikitembea. Na Daudi anasema, nisije nikutende dhambi, nisije nikutende dhambi. Ngoja kabla tujaendelea, poleni sana, poleni mara nyingine, kwa sababu leo hii ile kitabu niko nao karibu, wapendwa, ni ya Kizungu. Niliona ya kwamba ningoje kidogo, nikaona
sababu ishakuja na kizungu nitumie tu. Naomba tuangalie kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Yohana wa kwanza 3. Nataka usikize yale mtumishi wa Mungu anasema. Anasema he who sin is of the devil. Nataka tuanze nyuma kidogo. Tuanze 4. Whoever commits sin also commit lawlessness, and sin is lawlessness. Kwa Kiswahili inasema ya kwamba dhambi ni uasi, ni kumuasi Mungu, ni kumkataa Mungu. Wakati mimi natenda dhambi, nimemkataa Mungu. Na ndio kwa maana mtumishi wa Mungu hapa anasema ya kwamba amehifadhi neno la Mungu ili asimtendee Mungu dhambi, hataki kumuasi Mungu. Kwa sababu yeye ni mtakatifu, aliitwa na Mungu, hataki kutoka kwa Mungu. Tuendelee. And you know that he who was manifested to take away our sins, and in him there is no sin. Whoever abides in him does not sin. Ule mtu sasa ameamini katika Yesu Kristo ama Roho Mtakatifu wa Bwana, sasa yeye atendi dhambi. Hiyo ndio Biblia inasema, whoever sin has neither seen him or known him. Kama mimi natenda dhambi, simjui Mungu, kwa sababu nimemuasi Mungu. Biblia nimekuambia pale ya kwamba kwa Kiswahili inasema ule mtu anatenda dhambi amemuasi Mungu. Sasa nimemuasi Mungu na mimi simjui Mungu. Anasema, little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. Wakati mimi ni mwenye haki, kwa sababu Mungu ni mwenye haki. He who sin is of the devil. Ule mtu anatenda dhambi, sasa yeye ni wa Shetani. For the devil has sinned from the beginning. For the purpose of the Son of God was manifested, that he who might destroy the works of the devil. Fika 9 alafu usikie. Whoever has been born of God does not sin. Tulianza katika Petero. Pale Petero alisema sisi ni mzao mteule. Wazao, sisi tumezaliwa na Mungu. Sisi ni wana wa Mungu. Biblia inafunza kwamba sisi ni wana wa Mungu, na ndio kwa maana ni lazima tuishi maisha takatifu. Sasa mimi nikitenda dhambi, mpendwa, Biblia inasema whoever has been born of God does not sin. Ule mtu amezaliwa na Mungu, sasa tendi dhambi. Na ni jinsi gani mimi najua ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu ako ndani ya mioni mwangu? Sio ati ya kwamba naongea lugha ya ndimi, ati sakalabasi nini, hapana. Sisemi kuongea hiyo ni mbaya, hapana. Kama imekuja natural kutoka kwa Roho Mtakatifu wa Bwana ni mzuri, lakini leo hii iko watu wale wana form malugha zao and then wanaenda kutapeli nao watu. Na kwa sababu wewe utaki utakatifu, wewe unatembea ukitafuta watumishi wa Mungu wenye nguvu, wanakutapeli nayo. Sisemi hayo. Nasema ya kwamba jinsi vile mimi ndajua Roho Mtakatifu wa Bwana ako ndani ya mioni mwangu, sitendi dhambi. Sikiza, anasema for his seed remain in him, and he cannot sin because he has been born of God. Hawezi tenda dhambi kwa sababu amezaliwa na Mungu. Na ukifika pale 10 anasema in this the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Kama mimi sio mwenye haki, sasa mimi sio wa Mungu. Na ndio kwa maana Daudi anasema amehifadhi neno la Mungu ndani ya mioni mwake ili asimtendee dhambi, ndio abaki akiwa mtakatifu. Ni neno la Mungu ndio tunahifadhi ndani ya mioni mwetu ili sisi tuwe watakatifu, na ile neno la Mungu ndio inaleta mageuzo katika maishani mwetu, wapendwa. Ndio inaleta mageuzo, that change of mind, that transformation, ili mimi niwe mtakatifu, kwa sababu ni lazima tuwe watakatifu. Sikiza, kitabu cha Wakolosai. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Alafu Yakobo anasema nini? Yakobo 1:22 anasema, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Sasa ni lazima niwe mtendaji wa neno, niishi kulingana na neno mtakatifu. Ndio mimi niwe mtakatifu, niishi kulingana na maandiko haya, ni practice what the Bible is teaching.
Kama Biblia inafunza ya kwamba nisiwe msherati, nisiwe msherati. Kama Biblia inafunza ya kwamba nisioe bibi wawili, nisioe bibi wawili. Kama Biblia inafunza ya kwamba wivu ni mbaya, niwache wivu. Chuki ni mbaya, niwache chuki. Yale Biblia inakataa ni lazima sasa pia mimi nikatae. Nifuate yale maandiko matakatifu yameandika hapa, niishi hii kitabu ndio niwe mtakatifu. Kitabu cha Mathayo 7:24 mpaka 25. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Sikiza yale anasema next. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana msingi yake imewekwa juu ya mwamba. Yaani Yesu Kristo anafunza ya kwamba ukiishi yale hii kitabu inafunza, ukihifadhi neno la Mungu ndani ya mioyoni mwako, wewe hautakuwa mtakatifu tu, utasimama imara. Hakuna mahali maandiko matakatifu inatufunza ya kwamba majaribu hayatakuja katika maishani mwetu. Ya kwamba sasa kama mimi ni mtakatifu, mimi ni mwenye haki, sasa magonjwa haitakuja. Ya kwamba mimi kila wakati nikienda mbele za Bwana, Mungu anasikiza ombi langu. Be very careful. No. Hata Yesu Kristo alienda mbele za Bwana na moja ikakataliwa. Zilikuwa zinajibiwa zote ya mwisho ilikataliwa. Ni maandiko matakatifu. Yakobo anakamatwa na anawekwa kwa jela, na yeye ni mtumishi wa Mungu. Kwani yeye hakumlilia Bwana? Anakufa jelani, anakatwa shingo. Lakini Petero anakamatwa, lakini kanisa inasimama kwa ajili ya Petero na Petero anatolewa. Sio kila ombi Mungu anajibu. Wakati Mungu ananiacha nipitie mahali pabaya ama niwawe, haimaanishi ya kwamba yeye ameniacha. Mtumishi wa Mungu Paulo alipigwa na mawe mara mingi. Haimaanishi Roho Mtakatifu wa Bwana hakukuwa pamoja naye. Kuwa mwerevu mpendwa. Usitembee ukitafuta watu wanaokutapeli kwa jina la Yesu Kristo. Alafu watakuanzia siji panda mbegu, siji vunja hii madhabahu, vunja hii. Iko rafiki yangu siku moja tukakaa naye tunashare naye neno la Mungu. Akubali wokovu. Hataki wokovu. Anasema wokovu bado. Anasema kitambo nilikuwa natawaliwa na usherati, lakini nilienda nikavunja hiyo madhabahu ya usherati. Aliweka pesa kwa Ezekiel akamuombea, ile madhabahu ya usherati kavunjwa. Akarudi tena, akaenda kaombewa, akavunja madhabahu ya ulevi. Alikuwa anatawaliwa na ulevi sana. Akasema ulevi kaisha. Aliombewa ikaisha. Pia mimi sikatai ati zinafanya. Hii kaisha. Lakini sasa amebaki na kuvunja madhabahu ya umaskini. Anang'ang'ana Mungu amvunjie madhabahu ya umaskini. Wapendwa, hiyo sio neno la Mungu. Biblia inasema ya kwamba tukiweka imani kwa Yesu Kristo, tunakuwa haki mbele za Mwenyezi Mungu, na tunakuwa watakatifu, na tunakuwa wana wa Mungu, na tunaalikwa katika ufalme wa Mungu. Na Mungu aneni uongo, na yeye habadiliki. Akinikubali amenikubali. So tuache kutembea huku na kule tukitapeliwa. Ati tunatafuta mtumishi wa Mungu aliye na nguvu. Saa zingine utapitia magumu. Mungu atakuruhusu upitie magumu. Haimaanisha kwamba Mungu anakuchukia. Ako pamoja na wewe. Katika magumu ile unapitia, Mungu ako pamoja na wewe. Sasa hii mvua, neno la Mungu inaongea kuhusu hii ni majaribu. Nitapitia katika majaribu, lakini nitashinda. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimehifadhi neno la Mungu ndani ya mioyoni mwangu. Hiyo ndio kwa sababu ile nitashinda. Sawa. Nataka tusome na wewe kitabu cha Yohana Mtakatifu 14:12 mpaka 16. Ni mrefu kidogo, lakini sio mrefu vile. Kidogo. Ni kama verse kama 4. Biblia inasema, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie. Sikia hiyo statement vile Yesu Kristo anaanza. Yeye aniaminie, ule anamwamini, sio ule mtu amwamini. Wachana na ule mtu anakuja ati yeye anataka aombewe kwa kanisa au apate mali ama apate bibi, apate nini, lakini hataki Mungu, alafu anatoka anaenda zake. Wachana na yeye, huyo ni madman. Biblia inaongea kuhusu anayemwamini. Kazi nizifanyazo hizi, yeye naye atazifanya.
Si ati wewe utakuwa unatembea ukipanda mandege na magari na kupoteza pesa, ati unaenda kuvunjiwa madhabahu Amerika, ama unaenda kuvunjiwa madhabahu huko Uganda ama Tanzania. Hapana. Yesu Kristo anasema utafanya. Kama sitafanya, lakini basi inamaanisha Yesu Kristo ni muongo, lakini yeye sio muongo. Biblia inasema, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Nanyi mkiomba lolote, Biblia inasema ya kwamba tukiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Nikiwa mahali popote, hata hapa, hata nyumbani kwangu, naweza piga magoti chini na nimlilie Baba, na Baba anajibu ombi langu. Lakini kumbuka, nilikuambia mapenzi ya kwanza ya kwamba sio kila ombi ile tutaweka mbele za Mungu anajibu. Iko ombi zingine hata jibu, na kwa sababu hata jibu, iko sababu ile Mungu hajibu ile ombi, mpendwa. Vile iko sababu. Angalia, ukiendelea sana anasema, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Nataka unisikize. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Yale amefunza hapa. Tutazishika yale amefunza hapa. Anasema ya kwamba tutazishika, na sio kuzishika tu, kuzitenda, kuzifuata, kuishi neno la Mungu. Alafu anasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Asifiwe Yesu. Mungu atukuzwe. Biblia inasema ya kwamba atatupa msaidizi. This is a promise. Hii ni ahadi ya Mungu. Mungu anatoa ahadi ya kwamba atatuma msaidizi. Sitakuwa peke yangu kwa kila jambo magumu namna gani, sitapita peke yangu. Roho Mtakatifu wa Bwana atakuwa pamoja na mimi, mtu mpendwa. Atakuwa pamoja na sisi, mimi na wewe. Si ati atakuwa na pasta na wewe uko pale, wewe hayuko pamoja na wewe. Hapana. Hii ahadi ni wa Kristo. Roho Mtakatifu wa Bwana atakuwa pamoja nasi. Hii ni ahadi, mpendwa. Hii ni ahadi kutoka kwa Mungu. Hii ni ahadi. Biblia inasema ya kwamba yeye haneni uongo. Biblia inasema ya kwamba yeye habadiliki. Biblia inasema ya kwamba neno lake ni lazima litimie. Iko maandiko matakatifu mengine inasema ya kwamba neno lake ni lazima litimize mapenzi yake. Ni lazima, neno la Mungu. Biblia inasema jinsi vile mvua inanyesha. I think ni kitabu cha Isaya, I think ni 55. 55. Siji kama nitapata nisome. So, Biblia inasema, for my thoughts are not your thoughts. Mawazo yangu sio mawazo yenu. Nor my ways my ways, nor your ways my ways. Njia zenu sio njia zangu, says the Lord. For the heavens are higher than the earth. Jinsi vile bingu na dunia ziko mbali, so are my ways higher than your ways. Mawazo yangu iko mbali na mawazo yenu. My thoughts than your thoughts. For the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth bud, that it may give seeds to the sower and bread to the eater. Neno la Mungu ni lazima litimize mapenzi ya Mungu. Tuamini kwa Bwana na tuamini kwa Yesu Kristo. Nataka tusome kitabu kingine haraka. Kitabu cha Warumi. Usikia ahadi ya Bwana. Biblia inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Neno la kuliitwa, tuliitwa. Maana wale wajua tangu asili. Biblia inasema hata kabla msingi wa dunia kuwekwa alitufahamu, aliwachagua asili, alituchaguliwa afananishwe na mfano wa mwana wake, ili tufananishwe na mfano wa mwana, utakatifu wa mwana, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita
Wale aliwajua ndiye amewaita, si ati anaita tu mtu hivi. Wale aliowaita hao amewahesabia haki. Tuko haki mbele za Mwenyezi Mungu. Mpendwa, wewe ni mwenye haki, mimi ni mwenye haki, kwa sababu Mungu alituchagua na Mungu akasema. Na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani ataye washtaki wateule wa Mungu? Ni nani atawashtaki? Hamuna. Kama Mungu ashasema mimi ni mwenye haki, nani atatushtaki? Mungu ndiye mwenye kuhesabiwa haki. Ni nani atayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka. Poleni hapo, nimeenda haraka. Katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atayetutenga na upendo wa Kristo? Ni nani? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Mpendwa, hakuna yale yanaweza tutenganisha na upendo wa Mungu Baba, kwa sababu Mungu alituchagua. Mapenzi ya Bwana ya kwamba sisi tuwe watakatifu. Mapenzi ya Bwana sisi tuwe katika mfano wa Mungu. Lakini leo hii watu wataki hayo. Watu wanatafuta watumishi wa Mungu wenye nguvu. Na watu wamekataa kukua. Hakuna mtu anazaa mtoto na mtoto akui afurahie huyo mtoto. Hata Mungu afurahi. Mungu anataka tukue. Mungu hataki tutembee katika makanisa. Ati wewe unatafuta makanisa vyenye nguvu. Wewe uko kanisa na unaona mchungaji ule mko nayo anaenda katika mienendo ile na stahili mbele za Mungu. Lakini wewe unamtoroka kwa sababu wewe uko na feeling ya kwamba huyu hana nguvu. Nitafute madhabahu yenye nguvu. Leo hii wanatumia statement ya kwamba iko madhabahu zenye nguvu na iko madhabahu si azila zina nguvu. Madhabahu iliwekwa na Yesu Kristo ni madhabahu moja. Biblia inasema, Yesu Kristo anasema kwamba juu ya hiyo mwamba nitaweka, na unisikize mzuri, anasema nitaweka msingi wa kanisa na kuzimu hailitalishinda.